Ndugu zangu, soko hili sio soko la mnada. Soko hili lina kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya watu kufanya biashara, lakini halina mvuto wa watu kuja hapa. Diwani wenu na kamati ya uongozi tunawaza nini? Tunawaza yafuatayo. Kwanza, soko hili liwe soko maalum kwa ajili ya zao maalum. Watu wa Kivule wanazalisha mayai, watu wa Kivule wanazalisha kuku, watu wa Kivule wanazalisha mboga mboga. Na akina mama wa mboga mboga ni rafiki zake Masaburi wa karibu sana. Mlibeba mboga mkaenda mkamshangilia, mkamwambia mwenetu tunakuamini, nenda mbele. Baada wewe kushinda, inawezekana ukatutua mboga, tukaanza kutembeza mahindi. Baada ya kutembeza mahindi, tukaanza bodaboda, mwisho na sisi tuna duka la jumla. Huo si ndio mtizamo? Sasa Mheshimiwa Mbunge, hapa tutaweka na washawishi watu wa Vodacom, na nimeshaanza kuzungumza nao leo. Wametoa udhuru kwamba waje hapa tuwape frame moja wapo waweke duka lao hapa la kuhudumia wananchi. Hilo itaanza kuleta watu hapa kupata huduma, na atakayepanga vitunguu vitanunuliwa. Lakini nataka niwashawishi na Airtel, nataka niwashawishi TRA, na leo tumepata somo jipya kutoka TRA. Mimi sikujua kabisa kwamba kumbe TRA wakikurasimisha kuna uwezekano wa kukupa mkopo. Leo tumepata elimu hapa, na mtu wa TRA alipata muda wa kutosha kuongea hapa, wote mmesikia. Lakini bado nimeongea na mtu wa Baresa atuletee ice cream, ili angalau watoto wakitoka kwa sababu kuna sehemu kunapatikana ice cream waje hapa, soko lifunguke. Lakini bado mawazo yanahitajika. Kwa sababu hiyo tutaitisha vikao vingi na wadau na wafanyabiashara ili tushauriane, tupate mawazo mazuri ya kuchukua na kufanya soko letu liende mbele. Ndugu zangu, mimi ninayo mambo machache sana siku ya leo. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, pamoja na mambo mengi tuliyopitia, na wakati wa uchaguzi wa kampeni na shughuli zote za kisiasa tulizimaliza tukiwa salama salmini. Lakini pamoja na hilo, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, ni jimbo la Kivule pekee ndio jimbo ambalo halikutokea kuvunjika hata glasi wala kikombe katika siku zile za uchaguzi. Na nashukuru wananchi wa jimbo la Kivule kwa namna ambavyo walijipanga tangu asubuhi, wakaenda kupiga kura, wakamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan, wakanichagua mimi kijana wenu, mkamchagua ndugu yangu CPA Rajab Manyinya, wote wa Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana. Lakini nawashukuru zaidi kwa namna ambavyo mmeweka imani kubwa kwa rais wetu, kwa mimi kijana wenu, na kwa diwani wetu. Na sisi tumefuata na tumekubaliana maelekezo ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuchapa kazi na kuwafuata watu pale ambapo walipo. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kufanya kazi za kuwaletea wananchi maendeleo, ya kufanya kazi ya kutatua matatizo na shida za Watanzania. Nataka nichukue fursa hii ama la tatu kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kati ya wabunge 300 na sehemu ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi kijana wenu nyakati kadhaa nimekuwa nikisimama kwenye bunge lile tukufu na kulia shida za Watanzania wanaoishi kwenye jimbo la Kivule. Rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuwa akielekeza na kuleta fedha na kutekeleza ahadi ambazo tuliziahidi kwenye kipindi chetu cha kampeni. Pongezi za Mheshimiwa Rais. Mimi ndani ya bunge lile tukufu na ugeni wangu, wakati wa mvua nyingi, barabara ya kutoka Banana, Kitunda, Msongola kupitia frame 10 na hii Kivule yetu, mitaa yote ya Kivule na Kelezange, wananchi walilia
wanafuatilia kwenye vyombo vya habari, lakini mimi mbunge wao nitakuja kusema ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Rais Samia wiki mbili baadaye akatoa fedha zaidi ya bilioni 8 za Kitanzania, akalipwa mkandarasi. Rais wetu msikivu akaleta fedha, na sasa barabara hiyo mkandarasi anaendelea kuijenga. Kipande cha Kitunda nimepita jana, kilikuwa kimekwishaanza kumwagwa zege. Ukienda frame 10 kuelekea kwenye nyumbani kwangu, zege imekamilika mpaka kwenda kule njia 4. Kipande kidogo hakijamalizika katikati. Lakini ukitoka Msongola kuja hapa, hata leo tunakuja kutokea Chanika, tumepita huku, tumetumia muda mchache zaidi kwa sababu barabara imepitika kwa urahisi zaidi. Fedha hizo ameleta Daktari Samia Suluhu Hassan, sio Masaburi, sio diwani, bali ni fedha zenu nyinyi walipa kodi ambazo mmekuwa mkilipa kwenye biashara zenu ndogo ndogo. Rais Samia kama custodian wa fedha hizo amezisimamia na kuhakikisha zinawarudia Tanzania kwa kujenga miundombinu ya barabara. Na kazi ilikuwa ni moja tu, wana Kivule, ni kupata mbunge atakayeenda kusema ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi kazi ya mbunge naifahamu, ni kuisimamia serikali. Kazi ya mbunge ni kuwasemea Watanzania. Ukisema serikali inasikia, ikisikia inaleta ahadi ambazo imeahidi. Nataka niwahakikishie wale ndugu zangu kutoka pale Kitunda kuelekea Mwanagati, lakini kwenda Magole kupita Nyangasa, ndugu zangu wa kule kutoka Pugu sekondari mpaka kule njia 4, ndugu zangu kutoka pale Mombasa Moshiba kwenda kwa Mkolemba, kwenda kwa Bomba Mbili kupita kwa Diwani, tuwe wavumilivu kwenye kipindi hiki kifupi, kwa sababu ahadi hizi zilikuwepo tangu na tangu, zilikuwa zikiahidiwa tutajenga. Uongo kweli? Lakini leo mbunge wenu amekuja amewasemea muda mfupi ndani ya bunge, na fedha hizo zimetoka na barabara zinajengwa. Ndio maana nikasema hawa wenzetu waliobaki, kilio chao cha barabara, niwahakikishie mimi mbunge wao ambao wamenichagua niende nikawatumikie kule bungeni. Nataka niwahakikishie, kaka yangu Awesu wana msemo, anasema baada ya ziki sio ziki tena, baada ya ziki ni faraja. Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye rais pekee kwenye nchi hii amejenga kituo cha afya kwenye kila kata ndani ya jimbo hili jipya la Kivule. Amejenga kituo cha afya Majoe 2, amejenga kituo cha afya Mzinga kikubwa kina thamani ya bilioni 4.9. Amejenga kituo cha afya, na sasa si tena kituo cha afya, tunaita hospitali ndogo ya mfano ya kiwilaya ya Kivule hapa kwenye kata yetu ya Kivule. Amejenga hospitali kwa kaka yangu Mushi, kituo cha afya, vyote vina thamani ya milioni 500 na kuendelea. Kaka yangu Vita, kwa mvumilivu, tutajenga kituo cha afya kwa Kitunda. Kimejengwa kule Majoe 2, kimejengwa hapa Kivule, kimejengwa Kipunguni, kimejengwa Mzinga kwa dangu. Saa tunaposema tutajenga na Kitunda ni kwa imani ile ile kwamba tumekwisha anza na tukatekeleza na tukafanya, na tunawaambia wengine waendelee kuwa na subira. Kwa hiyo jambo la afya Kivule umebahatika. Hospitali ile, jengo la meno na jengo la macho liko tayari, lakini pia zaidi ya milioni 900 kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha afya pale, kama chuo kile cha Muhimbili. Tumekwisha weka fedha hizo, lengo tujenge pale chuo cha afya, hospitali ihudumie watu, wanafunzi watajitolea, wazazi na wazee wetu na watoto wetu watatibiwa, lakini kubwa zaidi bima ya afya kwa Watanzania. Lengo letu sisi ni kuhakikisha kwamba afya ya mama na mtoto na mzee iko salama wakati wote. Hiyo ndio serikali inayotumainiwa na Watanzania, na serikali iliyoahidi kufanya kazi kwa vitendo. Kila mara Chama cha Mapinduzi serikali yake imewagusa Watanzania. Leo
miaka 12 baadaye, mimi nilikuja hapa diwani akiwa Moleli. Mimi ndiye diwani pekee niliyebaki ndani ya jiji hili la Dar es Salaam niliyohudumu tangu 2015. Nimekuwa diwani 15 mpaka 20, nikatoka 20 mpaka 25, na sasa nimekuwa mbunge kwa maelekezo yenu na matumaini yenu Watanzania wa jimbo hili la Kivule. Kwa hiyo kazi ya kuwasemea wananchi naifahamu na naijua. Wakati tunakuja 2015 nilikuwa na damu sawa, yeye akiwa diwani wa chama cha Chadema, mimi nikiwa diwani naitokana na Chama cha Mapinduzi, na diwani wa kata alikuwa ni Moleli anatokana na chama cha Chadema. Nilikuja hapa nikiwa naibu meya wa jiji la Dar es Salaam, na wakati ule tukaelekeza fedha kwa ajili ya soko hili, mimi nikiwa naibu meya, makamu mwenyekiti wa kamati ya fedha ya jiji la Dar es Salaam. Tukajenga soko hili, lakini halikufika mbali. Mimi kama kiongozi, kazi yangu ilikuwa ni kuleta fedha na kuhakikisha ujenzi unakamilika. Miaka 12 si baadaye kinakuja chuma kaka yangu CPA Raja Manyinya, anakuja kaka yangu mwenyekiti wa mtaa Akida, wanashirikiana na wananchi kwa sauti moja kuendeleza zile juhudi ambazo serikali ilikwisha zianza. Makofi mengi sana kwao. Nataka niwaambie, maendeleo ni mashirikiano kati ya wananchi na serikali, na serikali ni ya wananchi. Moja ya mambo nataka kuwasihi na kuasa ni kujitokeza kwa wingi kuunga mkono jitihada hizi.